Asante. Alright, asante sana, asante zaidi mwanchi mwategeleo radio Vuna 102.0 FM. Basi bano nakulire ira buli tangani ngoba nalingina bageni gaiga se studio mo president we kiombe kibana boda boda iga Kenya Kevin Mbadi na bego maraibo wana boda boda kurwali Masaba North nere Dominic Babu tayari no bali gaiga se studio mwanchi mwategende to kobalenta singa njombo ate chinsa chinke na barabo asike getali getamba ngasoka bala linde kuikira na merobeli yenda singe nchuye chikura chira bwankyo chabana boda boda nteto ko bali gani banyara ko ba ukona munaito lakini munere naro mategera nayo ko ngari gani bagani bana se studio singe nche bironta bwati nkuru libaka sabantu batatubuka asobwangari yeta sotegera tekurwa montebeli bagani ngakaribu ase studio ready Vuna hello voirire hello voirire yes rinyoni pole asante Vuna radio hela ihi okay asante sana yo mwelio Vuna radio hela mbuyande tata okay tebye wana boda boda batione bwana asante sana, asante sana. Karibu sana katika studio zetu za Radio Vuna 102.0 FM mwancho mutegereri ukunganjira sobo tukobare ntumekege Swahili nasenga njimo president na banda akekeruge gitoga na botora aketa kune na babu lakini president anyorenga kiaitire kando kidogo wango kwa kunganjira tunyara kubata kutumeka ege Swahili. Basi karibu sana katika studio zetu za Radio Vuna 102.0 FM. Katika kipindi hichi hasa tunazungumzia mambo ya uongozi pamoja na maendeleo na tumefurahia sana kuwa na wewe kama rais wa wanabodaboda katika nchi yetu ya Kenya. Ningekupa fursa hii uweze kuwasalimia wasikilizaji na kukaribisha katika studio zetu. Asante. Kwanza kwa vijana wa bodaboda wote Kisii mzima na Nyanza region yote na Kenya mzima ningependa kuwasalimu sana. Na haswa hawa vijana wa Kisii ambao tutakuwa nao kesho, tumekuwa nao leo na nimefurahia sana yale makaribisho ambayo wamenipatia hapa na kesho tutakuwa nao tukifanya ile shughuli ya uchaguzi. Ningependa kuwasalimia sana. Okay. Alright, asante sana. Asante sana. Labda inaweza kuwa jina siku litamka vile linafaa kutamkwa, wakumbushe jina la kwako. Kwa majina naitwa Kevin Mbadi. Okay. Kevin Mbadi, mimi ndio National Chairman Boda Boda Safety Association of Kenya. Alright. Hiki ni chama ambacho kimesimamiwa na boda boda Kenya mzima. Alright. Asante sana. Tutakuwa nikirudi kwako ili tuweze kuzidi katika mazungumzo. Wacha sasa nimkaribishe babu mwenyewe. Asante sana mtangazaji. Leo waje tutumie lugha ya taifa kwa sababu niko na mdozi wangu hapa, rais wetu wa bodaboda. Nami kwa majina anaitwa Dominic Babu. Naam. Babu ni mwenyekiti wa gatuzi la Masaba Kaskazini ama Masaba North Sub County. Naam. Mimi ni kiongozi wa wanabodaboda. Nami niko chini ya uongozi wa rais wetu. Chama yetu inaitwa Boda Boda Association of Kenya. Right. Which is duly recognized by the government of Kenya. Na rais wetu mwenyewe anatutambua kama sisi viongozi. Okay. Yes. Alright. Karibu sana babu. Jina lako jina kubwa sana huko Kisii. Inaonekana kazi yako mzuri hasa katika sekta ya boda boda. Asante sana na shukuru. Unajua hii uongozi kiongozi. Sisi kama boda boda tumechaguliwa. Naam. Na tukipewa uongozi na wana boda boda wanatuamini sisi kama viongozi wao. Naam. Wanatupatia uongozi tuwafanyie kazi. Okay. Sio tuwaibie. Alright. Tuchangamze hii sekta ikuwe smart. Ndio hata vizazi vijavyo. Naam. Tukitoka hii uongozi tuone tumeweka at least kamaki kwa kila mahali. Hata ukitembea after retirement utaambiwa babu ulinyorosa hii sekta ya boda boda katika sub county yako ya Masaba North. Shikilia hapo. Okay. Asante sana. Rais sasa karibu sana, labda hata kabla tufahamisha tu kwa kidocho kuhusu uchaguzi ambao unafanyika hapo kesho. Maelezo tu mafupi kuhusu hasa safari yako katika wana boda boda. Okay, kwa mimi nilianza kuendesha pikipiki pale Nairobi. Nilikuwa mwana boda boda na siku moja nikagongwa na gari kwa ile roundabout ya stadium ukikuja Haile Selassie. Na baada ya wiki mbili pikipiki yangu ikaibiwa kwa Haramba Avenue hapo. Nilikuwa nimepeleka check kwa benki pale.
kutoka nje after 5 minutes kupata pikipiki yangu. Nikasukumana na insurance company for 6 months. Walikuwa nilipe pikipiki, ilikuwa comprehensive, badala nilipe pesa yangu yote walinipatia 40,000 Kenya shillings. So nikajiuliza kwa nini mnanipatia 40,000 na pikipiki yangu ilikuwa comprehensive na hao mlipe pikipiki mpya. Wakasema tulikutumia investigators watatu, mmoja aliandika 90, nikaona huyo nilimuona, mwingine aliandika 60, mwingine 50, waka add together, waka divide na 3, wakatoa excess, sasa check yangu ikakuwa ni 40,000. Pale singeweza kununua pikipiki nyingine. Na nikakaa nikafikiria shida za mtu wa bodaboda kuanzia Western, Nyanza, Coast, kila mahali Northeastern, shida ni ile moja. Either wanasumbuliwa na polisi ama insurance companies na wanyanyasa, hawako karibu na serikali. Kila mtu ako tu pikipiki vyake, akipata shida kuna mtu anaweza msaidia. Ndiposa 2014 December nikasema tunataka kuform chama ambayo italeta bodaboda wote pamoja. Tuwasongeshe karibu na serikali. Kama serikali iko na jambo la kusema, sisi tutakuwa kama bridge. Wajua lugha ambayo serikali inaongea na lugha ambayo bodaboda anaongea ni tofauti sana. So sisi kama bridge tunaenda kwa serikali, tunasikiza chenye wanasema, tunapatia bodaboda kwa lugha yenye wanaelewa. Bodaboda wanaleta matatizo yao, tunaisynthesize, tunaipeleka kwa serikali, tunawaambia kwa lugha yenye serikali inaelewa. Na kando na hiyo pia tuna connect na wale partners ambao, kwa maana kuna watu wengi, mashirika mengi nataka kusaidia watu wa bodaboda, lakini watawapata wapi? So hapo kitambo hatukokuwa na ile mpangilio mzuri ambapo mtu kama wewe hapo kwa studio ukisema nataka bodaboda 200 au kwenda kuwahutubia ama nataka kuwapatia zawadi fulani, hakuna vile ungewapata kwa maana kila mtu ako kivyake. Lakini nikasema nataka kuleta ile structure, ile platform very well recognized and well structured, ile yenye itasaidia kama kuna jambo lolote kutoka kwa serikali linatiririka kuanzia juu mpaka kwa ile bodaboda chini. Na kama bodaboda pale chini ako na shida na inafaa ifikie serikali ama partner yote, inapanda juu straight inafika pale juu. So ndio tukaanzisha hii chama na nikazunguka Kenya hii, nikaleta machama wote 47 pamoja, tukakaa tukafanya uchaguzi wetu wa national na nikapewa kama vision bearer. Wakasema wewe ndio vision bearer, chukua hii kazi tupeleke mbele, unajua unataka twende wapi. Na kwa sasa nataka kushukuru sana. Mtu wa kwanza ambaye nataka kushukuru ni Waziri Matiang'i. Ametushikilia sana sisi kama sekta ya bodaboda. Nilikuwa katika task force committee ya kutengeneza bodaboda reforms. Kando na hiyo ametusaidia, ametupatia ofisi ambayo tunafanya kazi pale. Yeye kama sisi kama sekta ya bodaboda tumepewa ofisi yetu na waziri. Na sasa tena rais wetu Uhuru Kenyatta ametushikilia mkono. Nakumbuka hata tulimhost Nairobi, akakutana na machama wote wa bodaboda, na mimi dream yangu ilikuwa kwamba nataka before nitoke kwa hiki kiti nihakikisha kwamba rais ambaye amekalia kiti, si wakati wa siasa, lakini ule rais mwenye nchi amekalia kiti akutane na watu wa bodaboda ana kwa ana tuweze kuongea. Na kweli hiyo dream ilikuwa achieved pale tulipokutana na rais pale Pumwani na tukakaa naye na tukaongea na tukaweka mikakati mizuri ambapo vijana wa bodaboda wanaweza save pesa zao katika ile njia ambayo iko transparent. Anajiwekea pesa yake. Na pia tunataka kushukuru Waziri Musheru kwa maana alitushikilia mkono. Yeye ni waziri wa youth na ICT. Yeye ndiye anatengeneza ile mitambo ambayo vijana watakuwa na save pesa zao na zinaonekana. Unaangalia pesa yako kwa simu, unaona leo nimetuma 10, leo nimetuma 5, imefika 20. So hiyo ndio mikakati tuko nayo. Na katika sekta ya bodaboda pia mimi kama chama nataka kuacha legacy. Tusikue vile tulipokuwa kitambo. Lakini sasa nashukuru kwamba tumerestructure. Tunaendelea kupanga watu wetu wa bodaboda. Saa hii ukitaka bodaboda yeyote mahali popote kuatika ile njia ambayo iko kwa laini mzuri, ukipiga tu simu moja, mimi nikipiga simu moja utaenda kaunti yoyote unataka kwenda, utapata watu wamejipanga vizuri. Na hapa Kisii ndio tulikuwa na mchanganyiko, hatujui nani ndio kiongozi, nini inaendelea. Ndio maana mimi nimekuja hapa leo. Ndio. Alright. Kwa hivyo unachosema ni kwamba kufikia sasa tangu mwaka 2014 sekta ya bodaboda imejipanga kwa mambo ya uongozi. Structure zipo kuanzia huko labda mashinani hadi kule. Tunaanza kwa stage level. Pale penye bodaboda wanasimama 5, 4, 10, 50 ukiwaona. Uongozi unaanzia hapo, tunasoga kwa ward, tunaenda sub county, tunaenda county, tunakuja national. So hiyo ndio structure tuko nayo. Na hiyo structure tumefanya kazi na mashirika mengi sana ya serikali. Tumefanya na National Aid Control Council kufunza vijana kuhusu maneno ya ukimwi. Tumefanya na EACC kufunza vijana kuhusu maneno ya corruption na how jinsi ya kuripoti corruption. Tunafanya na Ministry of Interior maneno ya security, tunafanya vizuri na polisi.
kuna wale polisi vijana wale wachache ambao wanasumbua watu wa bodaboda. Lakini ukiangalia wakubwa wao tunafanya nao kazi vizuri sana. Na sasa hiyo pia tunaomba wakuwe na ile sensitization kwa vijana wa polisi. Wakiona bodaboda simuone kama ni benki. Wengine wakiona bodaboda ndani ya M-Pesa unaenda kutoa pale pesa. Amuone kama ndugu yake, kama kijana ambaye anajaribu kufanya kazi aweze kujimudu kimaisha. Alright. Sasa rais, wakati tunaingia katika shughuli ya kupiga kura hapo kesho, hebu tuambie hizi kura zinapigwa zinahusu kina nani, ni wanabodaboda wa eneo gani? Hizi kura ambazo zinapigwa ni kuhusu, tuko na kura mara mbili. Kesho tuko na kura na Jumatatu tuko na kura. Okay. Kura ya kesho inahusu wale vijana ambao wanafanya kazi town. Unajua hii Kisii town iko na vijana wengi wanatoka katika sub county tofauti, wote wanakuja hapa kufanya kazi. Lakini wakiwa hapa ndani ya hii town ya Kisii hawana mwelekeo, hawana uongozi mzuri. Kila mtu ako kivyake. Hawana ile mwelekeo mzuri ambayo hata wewe ukitaka kufanya kazi na wao unaweza pata ile mwongozo mzuri, unaweza fanya kazi. So mambo yalikuwa yamechanganyikiwa na wamenililia sana, wakasema hata walitoka hapa wakakuja Nairobi, tukakaa chini tukafanya hata mkutano kwa boardroom ya waziri, tukasema kwamba tunataka tufanye uchaguzi Kisii. Unajua kama mtu amechagua kiongozi wake mwenyewe, ameenda akapiga kura, hata mheshimu, ataheshimu huyo kiongozi. Na sisi tunataka